mtu kurithi mali kuna sababu tatu. Leo nikisema mimi na haki ya kurithi kutoka mali ya huyo mtu, tutaangalia sababu tatu peke yake, hakuna sababu nyingine. Sababu ya kwanza, an-nasab. Je, ni familia moja? Je, kuna ukaribu? Je, ni mzazi? Je, ni mtoto? Nasab, tunaangalia ujamaa na ufamilia. Sababu ya pili, an-nikah. Huyu mwanamke amekuja asema anataka kurithi na si familia yake. Je, ni mke wake? Ikiwa nikah imefanyika na ndoa imekapatikana na sharti za ndoa sahihi zikapatikana, basi hapa tuangalia kwamba huyu mwanamke hata kama si familia yake, lakini wamefunga ndoa. Sababu ya pili ya kurithi ni an-nikah. Hata kama huyu mwanamme hajalala naye na kufanya tendo la ndoa. Sababu ya kwanza ni qaraba, familia, tuangalia ni mzazi, ni mtoto, ni ndugu. Sababu ya pili ni ndoa. Sababu ya tatu ya urithi, alwala. Zamani watu walipokuwa na watumwa, slaves, alafu yule mtu asema nimekuachilia huru, kama vile Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alivyomuona Bilal anavoteswa, akamwendea yule mtu akamwambia niuzie mimi Bilal, akamnunua Bilal. Kisha Abu Bakar radhiyallahu anhu akamwambia Bilal, mimi nimekuachilia huru, you are a free man, I don't own you. Kwa sababu zamani katika utumwa na slavery, mtu you are own slave, mwanadamu kama vile anavyokuwa ni mwenye kumiliki nyumba na mambo mengine. Hasa Abu Bakar radhiyallahu anhu alipomwachilia huru Bilal radhiyallahu anhu, sasa hii inaitwa wala. Sasa Abu Bakar ana uhusiano na Bilal radhiyallahu anhu, si kwa sababu ya ndoa, wanaume hawawani, wala si kwa sababu ya ukaraba, lakini kwa sababu alimwachilia huru, alwala. Hii ni sababu ya tatu, japokuwa haipatikani Kenya.